na hasa viongozi wa kanisa pia. Na Mheshimiwa Rais, unajua wakati Bishop Kaseton alikuwa naongea hapa, akianza niliona akistruggle kusema watu ya West Pokot ni watu wazuri, tuite Ikulu sisi ni watu wazuri. Nikauliza, Bishop anakaa na struggle kusema watu ya West Pokot ni watu wazuri. And I'm here, Bishop, to confirm to you, hawa watu wa West Pokot ni wazuri ajabu. Sababu hiyo Dindi Nyoro amesema hapa, tulitembea hapa, na wakati tulikuwa tunaland hapa, niliona ile Main Street pale, watu wamefurika kama maji kwa mto wakati huu wa mvua. Na kuangalia nyuso za watu wa West Pokot siku hiyo jioni, kurudi kwa ndege, nikaambia Dindi Nyoro, hii kitu hii tumepata. Hata kama profesa ako pande ile ingine, hii kitu tumepata. Hii nyuso ya hao watu wako na zizi. Na for sure watu wa West Pokot walikuwa na wewe Mheshimiwa Rais. Na niwashukuru kwa ile kura mlitupea na kutushikilia wakati wa campaign. Sisi tulikuwa tunatembea hapa, umesikia Dindi Nyoro akitaja kutoka Tapach, mahali baridi sana asubuhi, na unapata watu wamejazana kwa mkutano. Na Mheshimiwa Rais, nikushukuru. Mimi mbele ya 2014 nilikuwa nasoma West Pokot na Kapenguria kwa historia. Ati mahali Kenyatta alifungwa, nafikiria ni watu ya Kapenguria walifunga yeye. Nikafikiri hawa watu ni wazungu. Mpaka nikakuja hapa, nikaona mimi ndiye nilikuwa mweupe zaidi ya wale wengine. Lakini sababu yako Mheshimiwa Rais, sisi tumejua Dindi Nyoro ametoka Kiharo, amejua Tapach, amejua mpaka Kacheliba. Sisi wote hatukujua hizi sehemu za Kenya, isipokuwa ni kutembea na Mheshimiwa Rais akiwa naibu wa rais. Na hiyo ndiyo mambo ya kuunganisha wa Kenya. Na ndio nimesema, Bishop, usistruggle, hawa watu wa West Pokot ni watu wazuri na waajabu. Na nishukuru wakati pia Reverend Tom amekuwa akihubiri, nimesikia akitaja akasema, for a successful leader to be successful, they must ensure that their successor succeeds. Na akatusomea mambo ya Saul, vile ukisoma kitabu cha Samueli wa kwanza 19, utaona vile Samuel, venye tu mchungaji ametuambia, alifuatilia kujaribu kumuua mara mingi Daudi. Lakini Saul hata wakati alijaribu kumuua Daudi, watu wengi akiwemo Jonathan mtoto wa Saul walifanya bidii kumsaidia Daudi ili ahepe asiuawe na Saul. Na Daudi hakuuawa. Na nimefikiria, wakati nimefikiria hayo mambo, nikajiuliza, Saul alitaka kumuua Daudi baada ya Daudi kutenda mambo mema kwa Waisraeli. Na hata Biblia kwa Samuel, hapo 1 Samuel 19, inatuambia that what David had done was good for Israel, but Saul still pursued and wanted to kill David. But many people protected David. Na nikafikiria hayo mambo, nikaona wewe Rais ni kama huyo Daudi. Ulifanya mambo mengi mema ya kuwaunganisha wa Kenya. Bishop amesema hapa, kutoka Bishop Kewasis ametuambia kutoka 1990 umejenga mashule, makanisa. Lakini kuna Saul mwenye hakuona hayo yote. Na hata wakati umemalizana na Goliath wakati wa uchaguzi, Saul bado hakuona uzuri wa hayo.
bado anakuandama. Lakini nataka nikuambie usishtuke na Saul. Huyo Saul atashindwa. Sababu hawa watu wengi wa Kenya wako na wewe na wanakulinda na wanakuombea Mwenyezi Mungu ufaulu. Hata kama Saul hataki ufaulu, ndio unaona atapanga mambo ya maandamano, atajaribu kufufua Goliath, lakini Goliath alikufa na mambo yake ikakui. Watu ya Pokot mnaelewa? Si mnajua tarehe 9 Daudi alikuwa na Goliath? Si Goliath aliuawa kisiasa? Si umeona Saul? Ama hamjui Saul ni nani? Nimwambie ni nani? Mnamjua? Si umesikia Dindi Nyoro akituambia tu hapa, wakati umestaafu kama rais, tunataka tukuheshimu na tukuenzi kama rais, na uwe umuombee rais ambaye anachukua hatamu baada yako afaulu, sababu Bishop ametuambia hiyo ndiyo success ya kiongozi. Lakini ukiwa rais aliyestaafu, unaomba na unapangia mwenye amechukua hatamu baada yako maovu, wewe ni kama Saul. Na ndio nimeuliza kiongozi, tulie mheshimu rais wetu aliyestaafu kwa heshima. Heshimu uamuzi wa wananchi wa Kenya ambao waliamua tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka uliopita. Rais wao ni William Samoei Ruto. Na tunajua kuna wengi hawakuamini huyu Rais Ruto ataweza kushinda uchaguzi. Lakini mpango wa Mungu ulikuwa ashinde na akashinda. Ndio maana nakubaliana rais na wale wamekuambia ni kweli Wakenya wako na haki ya kuandamana na kufanya yale yote wanataka kufanya. Na pale bunge tulisema tuko tayari kuongea ili tusuluhishe mambo ambayo yanahusu Wakenya. Lakini tumewasikia sasa wakisema ati hata watu wa West Pokot wakipanda mahindi na bei ya chakula iteremke, wao wataendelea na kuandamana na kubomoa vitu za watu, kuharibu biashara za wananchi. Rais, nimesikia ukiambiwa hapa ulipewa upanga ambayo ni ya kulinda maisha na mali ya Wakenya. Tafadhali, tumewaambia wenzetu wa Azimio, we are ready and willing to engage with you in the bipartisan process. We have bent over backwards to accommodate even the most ridiculous of your demands. But we are not ready for two processes, one of the bipartisan process and one of violent protests. Your Excellency, I want to confirm to you that in the National Assembly and in Parliament, we are ready to continue engaging in the bipartisan process. But we shall only engage with our friends in the bipartisan process only if and only if they're engaging in the bipartisan process without being on the streets. If they choose to go to the streets, Your Excellency, we want to ask you, take charge as a commander-in-chief and ensure you protect the lives and property of Kenyans. Lakini wakitaka tuongee ya amani kwa bunge, tuko tayari. Na tunalipwa mshahara. Your Excellency, unajua pale bunge umekuwa hapo, hakuna shamba. Hata ukitupea fertilizer pale bunge tutauza, sababu hakuna shamba ya kulima. Ile kitu tunalipiwa ni kutumia mdomo na akili. Na wale watu wamechaguliwa, naona kama wako na mdomo na wako na akili. I am inviting them to use their brains to engage with us, to talk and resolve those issues that are of concern to the Kenyan people. But any attempts to demand that we shall talk and they shall also engage in a parallel process of violent protests, that we are not ready to engage in.
And we will leave Your Excellency and your servicemen and women to deal with them in the streets. Sisi to deal na wao kwa mambo ya bipartisan. Sitaki kusema zaidi ya hayo. Mheshimiwa Rais, taka kwa heshima, mesikia Bishop Kewasis akisema Speaker wa National Assembly Manueta Papa wa Roma ni rafiki wake wa miaka mingi. Nimkaribishe kwa heshima aje atusalimie. Speaker wetu wa National Assembly, tumkaribishe Papa wa Roma.